Mafundisho ya uhakika kutoka hapa Tan African TV. Leo hii nataka tuchepuke kidogo, tuangalie sherehe hizi za kipagani ambazo ndugu zangu, dada na kaka katika bara la Afrika wamezipokea kwa shangwe, nderemo na bashasha kubwa, wengine bila hata kujua maana zake. Katika vipindi kadhaa tulivyokwisha kuvifanya huko nyuma, tulielezea masuala ya sheria, lakini pia tukathibitisha pasipo na shaka kutokuondolewa kwa sheria, na kwa sababu hiyo sheria ziliambatana na maagizo. Moja kwa moja tutarudi kukiangazia kitabu cha historia ya mtu mweusi, yani Biblia. Ni historia ambayo ilibadilishwa kuwa ni kitabu cha dini kwa wale waliotaka kuficha ukweli. Sasa tukirudi katika kitabu hicho cha historia, Mungu anazungumza nini na ninyi wana wa kizazi cha nyoka mliopotea? Moja kwa moja fungua kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 na mstari wake wa 45, kinasema hivi: zitakujilia juu yako, zitakuandama na kukupata, hata uangamizwe, kwa kuwa hukuisikia sauti ya Bwana Mungu wako, kushika maagizo yake na amri zake alizokuagiza. Kitabu hicho cha Kumbukumbu la Torati tena 28 na mstari wa 64 inasema hivi: Bwana atakutawanya katika mataifa yote, tokea ncha hii ya dunia hata ncha hii ya dunia, nawe huko utatumikia miungu mingine usioijua wewe wala baba zako, nayo ni miti na mawe. Tuangazie tena kitabu cha Ezekieli 10 na mstari wake kuanzia mstari wa kwanza, inasema hivi: ninyi nyumba ya Israeli, lisikieni neno awaambialo Bwana. Bwana asema hivi: msijifunze njia ya mataifa, wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni, maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo. Maana desturi za watu hao ni ubatili, maana mtu mmoja hukata mti mwituni, kazi ya mikono ya fundi na shoka. Huupamba kwa fedha na dhahabu, huukaza kwa misumari na nyundo, usitikisike. Hii hapa alikuwa anazungumzia kuhusiana na sherehe hizi za kipagani za Krismasi. Lakini pia tuangazie kitabu cha Ezekieli hapa 8, Ezekieli 8 na mstari wake tutakwenda kusoma mstari kuanzia wa 13. Akaniambia tena, utaona tena machukizo makubwa mengine wanayoyatenda. Ndipo akaniletea mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana ulioelekea upande wa kaskazini, na tazama, wanawake wameketi wakimlilia Tamuz. Najua kwa ufupi watu wanaweza wasijue habari ya Tamuz ni nani. Sasa nenda tu Google, andika Tamuz ni nani, utapata habari zake. Moja kwa moja tuangazie kitabu hiki cha Isaya 14 na nitasoma kwanza mstari wa 12. Inasema hivi: jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, nyota wa alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, uwe uliowaangusha mataifa. Mstari wa 13, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Mstari wa 14, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Mstari wa 15, lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho wa shimo. Nataka nirudie mstari huu wa 14, nasema nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Na kwa sababu Lucifer amekaa kwenye kile kiti cha juu, na ndio maana hukuti mtu ambaye anakemea najis na kuikubali halali, ama kuikubali halali na kuikataa najis. Utakuta kwenye manyumba ya ibada, uko kwenye majumba ya misikiti na makanisa, sasa hivi wako kimbelembele kushughulikia habari za Valentine. Kwa sababu gani? Aliyeanzisha dini hizi mbili ndiye baba wa hizi sherehe za kipagani, yani Roman Empire, na huyu ndiye baba mzazi wa hizi dini mbili. Lakini sio hilo tu, mzazi leo anakwenda kuchukua mtoto, anampeleka kwenye Black Friday. Unashangaa huyu mzazi amerogwa na nani?
haelewi Black Friday imebeba historia mbaya na chafu ya mtu mweusi? Amkeni Afrika, inabidi kuanza kupambana katika kuipigania ile kweli. Biblia ni kitabu kilichobeba historia ya mtu mweusi, si kitabu cha dini. Chunguzeni, mtakuja kuona ukweli. Tan African TV, Simon Mzwanda.